Yupo Yesu anayegonjwa. Haleluya, haleluya. Unaisikia sauti hii uko mbali, unaweza kuanza kuchukua hatua yako sasa kusogea mahali hapa. Haleluya. Kiruani Yesu anapita. Kiruani Yesu anapita sasa. Kiruani Yesu anapita. Nimeona Yesu anapita kiruani. Anapita na kila alipopita magonjwa yalikuwa yanaondoka. Na kila alipokuwa anapita waliokuwa waovu walikuwa wanabadilika. Yesu akuja kwa ajili ya walio safi. Haya, anasema ya kwamba wagonjwa, daktari yupo kwa ajili ya wagonjwa, sio kwa ajili ya walio na afya. Haleluya. Nifikie shangwe na vigelegele kwa Yesu. Lakini maneno ya Mungu wa Yohana sura ya 3. Amina. Mstari wa 20. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Twende kwenye kitabu cha Tito. Twende kwenye kitabu cha Tito. Kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote. Sema wanadamu wote. Wanadamu wote. Watu wa kiruani wote. Watu wa kiruani wote. Haibagui. Haleluya. Anasema kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Mimi napenda habari za Yesu. Sijui kwa upande wako. Ukisoma kitabu cha Ufunuo anasema kwamba tazama nabisha. Na anapobisha Yesu hautakuja umuone amevaa kanzu nyeupe, amekuja nyumbani kwako anabisha. Utakuja umuone amevaa suti. Hapana. Amekuja nyumbani kwako nangu kokote, hautakuja umuone. Na wala usisubirie hiyo siku. Haleluya. Yesu anatumia watu. Yesu anatumia watu. Na watu ndio sisi. Una faida kubwa mtu wa kiruani. Mungu amekuagizia watu. Ndio. Mungu amekuagizia watu kutoka KCC. Mungu amekuagizia watu kutoka sehemu mbalimbali. Tumekuja mahali hapa, tumekuletea Yesu. Amina. Anabisha mlangoni kwako. Anabisha moyoni mwako. Anabisha moyoni mwako. Anaongea na wewe peke yako. Anaongea na wewe peke yako. Amina. Anaongea na wewe peke yako. Anaongea na wewe peke yako. Amina. Usisubirie mama yako aokoke. Usisubirie baba aokoke. Anaongea na wewe peke yako. Hata ile siku utakapokuwa umekufa, utakuwa wawili. Hapana. Kwa kweli mimi mume wangu nakupenda sana. Siwezi kuishi bila wewe. How can I live without you? Nawezaje kuishi bila mume wangu? Naomba tuziko wote. Utasema hivyo? Kiruani niambie, utasema hivyo? Hapana. Hautasema hivyo. Ndio. Utabaki kulia tu. Na utabeba shada, utaenda kuliweka. Hata kama hausemi utasema ya kwamba hapa duniani nilikuja peke yangu, ulikuja peke yako, nenda peke yako. Usikie sana vigelegele kwa Yesu. Mambo haya ya kumpata Yesu ni kujichagua mwenyewe. Unasema nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Sitarudi. Sitarudi. Msalaba mbele. Dunia nyuma. Dunia nyuma. Msalaba mbele. Dunia nyuma. Msalaba mbele. Dunia nyuma. Sitarudi. Sitarudi. Haleluya. Mambo ya Yesu ni kujisokoa mwenyewe. Kabisa. Wangekuwa ni wagogo, wangesema hivi, kisuta. Yaani unajichomoa mwenyewe. Au unasema yes, niko hapa, nichukue. Mama anasema hivi, baba anasema hivi, siwasikilize. Yes, nichukue. Ukiwasikia, kuna yule anasema kwamba mimi nilipokuwa nyumbani, nikakaa kwa mchungaji, lakini
baadaye walipoelewa, kumbe Yesu ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima. Familia yangu walivyoelewa kumbe Yesu ni wa uzima wa milele, kusema tunamtaka Yesu wako huyo. Hata kama tulikufukuza nyumbani, tunamjua Yesu wako kumbe ana faida. Tukiuma watuombea tunapona, tunashinda wanisaidia. Tunamtaka Yesu wako. Usipochomoka mwenyewe unaita uharibifu nyumbani kwako. Mbona uchomoke na wengine wataokoka kupitia wewe? Sema amina. Haleluya. Kuliwani msikie Bwana Yesu anasema ya kwamba usisubirie mpaka ile siku iwe kama sasa. Mseme mimi baba na mama na mtoto tumekubali, tunaomba tuokoke. Hiyo siku inaweza isije. Ndio. Chomoka mwenyewe. Amina. Chomoka mwenyewe. Chomoka mwenyewe. Okoa nafsi yako. Chomoka mwenyewe. Chomoka mwenyewe. Chomoka mwenyewe. Yesu ni wa upendo. Yesu anakuita kwake. Yesu ni kwa ajili ya walio na shida. Yesu ni kwa ajili ya walio na mateso. Yesu ni kwa ajili ya walioshindikana. Kwa Yesu hakuna anayeshindikana. Ni watoto tu ambao wanashindikana kwa wazazi. Lakini Yesu hakuna mtu anaweza kwenda kumshinda. Hayupo. Hayupo mtu anayeshindikana kwa Yesu. Amenibadilisha mimi. Amenitengeneza mimi. Nilikuwa ni mwizi kuliko. Nilikuwa ninaiba kweli kabisa. Amenitengeneza mimi. Amenibadilisha. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Yesu anabadilisha masema nini? Amina. Unaweza kata. Wanasema kuokoka. Lakini hii imenishika. Nikisema ngoja niache leo nisinywe, nikajifungia nyumbani. Lakini nashindwa, najikuta niko katikati ya kilo za pombe hizo. Sielewi. Nikisema hebu ngoja nijifungie nyumbani, nisiende kutafuta mtu wa kulala naye, najikuta nipo huko. Jamani, mimi nimechoka. Sipendi, lakini najikuta naangukia huko mimi mwenzenu. Na watu wanasema kama hivi, wewe una shida gani? Bwana, unaonekana ni mtu mzima. Unaonekana umesoma. Kumbe unasahau neema ya Mungu iokoaye wanadamu wote ndiyo inayotufundisha kukataa mbaya. Sio dini kichwani. Sio udaktari. Sema fanya hivi. Yesu ndiye anabadilisha watu. Yesu ndiye anabadilisha watu. Uwe na digrii, uwe na hela, hauna hela, una shamba, hauna shamba, usipokuwa na Yesu huwezi kubadilika. Hata tukikufunga kamba huwezi. Neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imekwisha kufunuliwa. Nayo inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Ni neema ya Mungu hiyo. Sio mwanadamu. Sio akili za binadamu. Hata wawepo maaskari wanazunguka mtaa huu usiku na mchana, watu wasiibe. Wengine wanatumia roho za kimauleti. Askari atamuona mchawi anakuja kuanga kwako, hata muona. Mtu hawezi kubadilishwa na sheria za nchi. Ndio maana sema usiibe na wanaiba. Usifanye hivyo, wanafanya hivyo. Lakini neema ya Mungu ikifunuliwa kwa mtu, yeye mwenyewe. Nikwambia kitu. Kuna mtu mmoja sema alikuwa anaitwa nani? Sauli. Yule mtu bwana alikuwa anaona ni sawa. Anapokuwa anaburuta watumishi wa Mungu, anaua. Akiwakuta KCC, wameenda mkutano hapo, anakuja na mabunduki, anapiga magari yao, anawafunga watumishi wa Mungu, anawatesa, anawaua. Nikwambia kitu, sema siku moja bwana alikuwa kwenye safari zake. Sasa tuseme anaenda TPC, anaenda Kiliani. Anasema nimefikia kuna watu wanahubiri injili, ngoja nikawakute. Akiwa njiani sasa, sema akakutana na mtu mmoja. Sema mtu mmoja akakutana na Yesu. Yesu akasimama mbele yake akasema, Sauli, kwa nini unarudi? Jamani, tena kumzigo kwani tena kuna mtu mwingine. Mimi najua huwa anafanya hivi kwa ajili ya Mungu. Tena kuna mwingine huwa anamuudhi. Mimi najua naenda kufanya kazi yako. Na alikuwa anajua ya kwamba ukiona watumishi wa Mungu ndio unapata thawabu. Sasa nani huyu tena?
akasema mimi Yesu naye. Kuanzia pale maisha ya Sauli yakabadilika. Angekuwa yuko tayari kuua watumishi wa Mungu, anafikia tu anasema ya kwamba kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Haleluya, haleluya, amina. Usichelewe ndugu yangu kuja kwa Yesu, usichelewe kuja kwa Yesu, usichelewe kuja kwa Yesu. Huenda dhambi yako hiyo ni mtaji wako. Utakapookoka utaokoa wengi wa namna yako. Unasema ya kwamba mimi nilikuwa na wanaume 20, lakini unapojiona hivi Yesu amenibadilisha na kuita mwanamke njoo kwa Yesu, anaweza kubadilisha Yesu. Mimi nimemwona. Mtakuwa unawaita watu waje kwa Yesu. Haleluya, wala usijikatie tamaa namna hiyo, usijikatie tamaa namna hiyo. Yesu bado anakupenda. Hiyo ndio habari njema, yaani hiyo tu ndio habari njema. Umeua, umefanya nini? Upendo wa Yesu uko pale pale, unakuita, unasema ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Haleluya, mzigo sasa vigelegele kwa Yesu. Yesu yuko pale anakuita, Yesu yuko pale anakuita mtu kiwani. Usichelewe, 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 usisubirie mpaka ubadilike ndio uokoke. Hautaweza, yaani hautaweza, hautaweza kubadilika. Yesu anakuita siku ya leo akubadilishe. Yesu anakuita akubadilishe. Matatizo ya dunia hii hayawezi kusolviwa na akili za kibinadamu. Shida za duniani hapa hawezi kuzitatua kwa akili za kibinadamu. Ninautangaza njia, anasema ya kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mara pengine anasema ya kwamba nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yesu anakuita mtu wa kinyani, njoo kwake upate uzima wa milele. Njoo kwa Yesu akupe milele, njoo kwa Yesu akupe uzima wa milele. Usisubiri kubadilika, usisubiri kubadilika. Hautaweza kubadilika peke yako. Yesu mpita jioni ya leo anakuita akubadilishe. Yesu akiwa ndani yako ataondoa magonjwa, atakugeuza. Usiyoyapenda atayaondoa. Unaweza kusimama popote ulipo pale. Amina. Simama. Amina. Pale ulipo simama sasa. Simama sasa. Napoenda kusoma neno la Mungu lingine katika Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 10. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa Mungu kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Mtu wa Mungu akiriani, uhai ulionao hauko nao milele. Sisi wenyewe ni mashahidi. Kifo kinayopata watoto, vijana, hata wazee. Kifo hakichagui, kifo hakichagui. Na kuna maisha baada ya kufa. Maisha hayo yapo. Jipe maksi mwenyewe, usunguze mwenyewe. Kuna maisha baada ya uhai wako ulionao huo. Maisha hayo yapo. Neno la Mungu linasema ya kwamba imetupasa sisi sote tudhihirishe mbele ya kiti cha enzi cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apewe mshahara wa aliyoyatenda kwa mwili wake, ikiwa ni mema au ni mabaya. Utasimama mbele za Mungu kutolea mahesabu ya hicho unachokifanya siku ya leo. Hautishii, unaambiwa ukweli ili usuluhishe maisha yako na Mungu siku ya leo. Yesu anakuita kwa sauti ya upole, anakuita kwa sauti ya upole. Yesu siku ya leo, uko nyumbani, uko sehemu yoyote, Yesu anakuita kwa sauti ya upole. Anasema ya kwamba kuna siku utakuwa peke yako, utajibia mbele za Mungu hiyo siku.
utakuwa peke yako hiyo siku mbele za Bwana. Ni bora umchague Yesu siku ya leo. Amina. Ya kesho hayajulikani. Ni bora umchague Yesu siku ya leo. Ni bora umpokee Yesu siku ya leo. Kesho inaweza kuwa mbali. Ya kesho hauyajui. Ya kesho hauyajui. Ya kesho hauyajui. Yesu akiingia ndani yako atakugeuza, atakubadilisha, atakusaidia, atakusaidia. Mimi nilikuwa ni mwizi kabisa, siimbi tu, naongea kitu cha ukweli. Nilikuwa ni mwizi, nilikuwa ni mwizi, na ningeendelea, sijui ningefikia au mpaka umri huu, sijui ningekuwa naiba kwa namna gani. Yaani sielewi, singekuacha, sielewi. Ni mtoto wa mchungaji, lakini nilikuwa naiba. Sema nilikuwa naiba. Nilikuwa mwizi. Nilikuwa naiba kabisa. Kuwa mtoto wa mchungaji, mtoto wa nabii, mtoto wa nani, haikuokoa. Itakuokoa utakapomchagua Yesu kibinafsi. Amina. Utakapomchagua Yesu kibinafsi. Ni mpaka nilipoongozwa sala ya toba na mama, ndipo nikaanza kuokoka mwenyewe. Amina. Kuishi kwenye kanisa fulani haikuokoa. Kusali TAG haikuokoa. Kusali EAGT haikuokoa. FPCT haikuokoa. Kanisa lolote halikuokoa, ila umpate Yesu. Amina. Yesu aumbike ndani yako. Iwezekana Yesu aumbike ndani yako. Ndio. Iwezekana Yesu aumbike ndani yako. Sio sheria za kanisa, sio nyimbo za vitabuni. Yesu aumbike ndani yako kibinafsi. Amina. Unasali au sali, Yesu aumbike ndani yako. Yesu anakuita jioni ya leo. Chukua nafasi yako sasa. Jitafakari wewe mwenyewe. Umrudie Yesu wako jioni ya leo. Jitafakari wewe mwenyewe. Umrudie Yesu jioni ya leo. Jitafakari wewe mwenyewe. Umrudie Yesu jioni ya leo. Jitafakari wewe mwenyewe. Umrudie Yesu kibinafsi. Usizoee habari za Yesu. Usizoee habari za Yesu. Usizoee habari za Yesu. Usizoee habari za Yesu. Basi nikupenda sasa, wewe ambaye unasema ya kwamba mimi nimeamua kutoka moyoni mwangu, nimesikia habari za Yesu. Maana imeandikwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, basi karama ya Mungu ni uzima wa milele. Utavuna ulichopanda, ndugu yangu. Ni bora upokee Yesu siku ya leo, maisha yako yabadilike, maisha yako yawe matakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu, pia alibadiliki. Mungu wetu ni mtakatifu. Usingojea kwenda mbinguni kwa maisha ya dhambi ulionayo, usisubirie, usiwaze. Mungu wetu ni mtakatifu. Ni heri jioni ya leo mpokee Yesu. Ni heri jioni ya leo mpokee Yesu. Umpate Yesu wa kweli. Iwezekane. Usivumilie kuishi maisha ya uovu, usivumilie. Yatakupeleka babaya. Maisha bila Yesu hakuna usalama. Uwe na fedha bila Yesu hauko salama. Una afya bila Yesu hauko salama. Uwe na chochote, toa Yesu hauko salama. Ni heri mpokee Yesu na vingine vitaongezeka. Vingine vitaongezeka ukiwa na Yesu. Vitakuwa na maana. Ukiwa na vingine bila Yesu ni sawasawa na sifuri. Alafu ndio yote vingine. Ni bora uwe na Yesu kwanza, ndio itaanza moja, vingine vitafuata. Haleluya. Uwe na Yesu kwanza. Shetani akikuzuia kuokoka, kuna mahali anakupeleka. Ndio. Kuna mahali anakupeleka. Akisema ya kwamba hao nao wanakudanganya tu, wenyewe ni wale wale. Kuna mahali anakupeleka shetani. Usimsikie huyo. Sikia sauti ya Yesu siku ya leo. Mpokee Yesu. Wanasema kwamba tuna kanisani, wanapoteza muda, tukafanya biashara hizi bwana, wanachelewesha. Huyo ni shetani anakudanganya. Kumpata Yesu na kuwa na kazi inawezekana. Kuwa na Yesu na kuwa na biashara inawezekana. Sema inawezekana. Inawezekana. Kuwa kijana na kuokoka inawezekana. Kuwa binti na kuokoka inawezekana. Kuwa mzee na kuokoka inawezekana. Kuacha dhambi inawezekana. Tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Sio kwa nguvu zetu wala uwezo wetu, bali kwa Roho wa Bwana akisaidia maishani wetu. Yeye ndiye anaanza safari ya kubadilisha maisha yetu. Mchague Yesu siku ya leo. Usisubirie mpaka wote ndio tuokoke, sababu unaenda kuokoka. Usisubirie hicho. Yesu ndio
ya mwisho. Ni heri uje siku ya leo. Amina. Ni heri mpokee Yesu siku ya leo. Amina. Bwana uliye waita takatifu wako wawe